Awali ya yote ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa. Lakini pia ningependa kuwashukuru na kuwapongeza viongozi kutoka halmashauri kwa kuja kutembelea mradi wetu wa Kimbe Sekondari hapa. Kwa majina naitwa Sefal Didunda ambaye ni mtendaji kata ya Kimbe. Kwenye hiyo mradi nasimama kama mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Eneo hili la mradi hakuna chanzo karibu cha kuwezesha kupata maji ya kujengea na kuongeza kasi na ufanisi wa mradi. Changamoto ni upatikanaji hafifu wa madini ujenzi kama vile mawe, kokoto na gharama za juu kuliko maeneo mengi. Changamoto ya tano ni ubovu wa barabara kwa ajili ya kupitisha vifaa vya ujenzi hasa wakati wa mvua. Changamoto ya sita na ya mwisho ni umeme. Eneo la mradi, umeme ungeweza kurahisisha kazi mbalimbali za mradi ikiwemo hata kuongeza tofali karibu. Lakini pia kuna changamoto, eneo letu lina mabonde kwenye huo mradi. Utatuzi wa changamoto. Mfumo wa ununuzi unaendelea kuboreshwa kila siku. Kwa sasa mfumo uko vizuri zaidi kuliko hapo awali. Sasa hivi tuna miezi mingi na mradi wetu uko kwenye hatua nzuri sana. Kwa hiyo mimi la kwangu kwanza ni pongezi, lakini la nyongeza niombe tukumbuke kutoa kipaumbele kwa wanafunzi wa kike. Pamoja na changamoto zote zilizopo katika mazingira yetu, lakini tuhakikishe watoto wa kike wana changamoto nyingi sana ambazo zinafahamika. Hilo kila mtu anajua. Tuhakikishe kipaumbele cha mabweni ni kwa watoto wa kike. Lakini sasa kutokana na miundombinu yetu na mazingira tulionayo, inaonekana hili bweni liko pembezoni kidogo. Kuna milima, kuna mabonde pia yamezunguka hili jengo. Niombe kamati pamoja na viongozi kwa pongezi hizi tunazozitoa, basi niombe tushirikiane hivyo hivyo. Tuhakikishe watoto watakapokuja kukaa hapa tuwe tumeshaandaa mazingira mazuri na ya usalama wa kutosha, kwa sababu mazingira haya kidogo sio rafiki. Sasa tusije tukasubiri muda wa watoto kuingia bwenini ndio tunaanza michakato. Tuanze michakato hiyo yote mapema, tuanze kujipanga. Tuchukue uzoefu kwa viongozi wenzetu wa maeneo mbalimbali. Kwa mfano shule ya sekondari ya Mkindi ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana, na yenyewe ni shule ambayo sio ya siku nyingi sana. Tujaribu kuulizia wenzetu wanafanyaje katika mazingira yao. Ninaamini ile shule ya Mkindi ni mojawapo mwa shule ambazo bodi lakini na kamati zote wanajipanga vizuri sana. Muda wote ukienda kwenye ile shule, hata ukienda usiku, unakuta viongozi wapo wanapeana zamu. Kuna matron, kuna nani wanakuwepo, wanatembelea watoto muda wote, hata wakiwa wako prep. Lakini kuna watu wanawazungukia wale watoto na sio walimu peke yao. Kwa hiyo niombe sana hilo. Lakini lingine la mwisho ninalotaka kulisema ni kwamba tuhakikishe kwa hatua nzuri tuliofikia kwa wakati mzuri, basi na ubora uendelee mpaka mwisho. Isije ikatokea kuna sehemu tena ikatuletea tena kunguziwa alama au kuonekana ikatuchafulia zile sifa zote za mwanzo. Tuhakikishe usimamizi huu unaenda mpaka mwisho. Kama ni kwenye madirisha, tuhakikishe kote kuko sawa. Kama ni kwenye milango na mazingira yote. Lakini kwa sababu hili eneo liko bondeni, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili jengo liko maeneo ya bondeni sana, basi iangaliwe namna, na hili nafikiri ni la kwetu pia, tuwape kipaumbele hata namna ya kupata uzio katika eneo hili. Wapate uzio, itasaidia katika usalama. Lakini mwenyekiti wa kamati, nimeona kuna shimo kubwa liko pale nyuma. Niombe mafundi kabla hawajamaliza kazi zao, hilo shimo lianze kufukiwa na lifukiwe kwa kushindiliwa kabisa, sije ikaweka mazingira ambayo. Kwa hiyo ukikuta sehemu yenye mradi kama huu mpaka sasa hivi huko hatua hii, kwa maana kamati yao iko vizuri. Kwa hiyo katika hili mimi niwapongeze sana. Niwapongeze sana kwa sababu tumepitia miradi mingi, ukifika unakuta kuna vumbi vingi. Wanakamati mmoja ukutana naye hapa, nakwambia hapa tuna moja mbili ushirikishwaji. Kwa hiyo mimi nipongeze, lakini zidisheni mashirikiano. Yaani mashirikiano ndio kila kitu.
ndio anaotupeleka kuona kuna achievement fulani inapatikana katika mradi fulani. Hili niwapongeze sana kwa kweli, kwa sababu kama leo tunatarajia mwezi wa 5, leo ni tarehe 20 mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza. Tuna uhakika kabisa kwamba itakapofika mwezi wa 5 mradi huu kwa kweli utakuwa umekamilika kwa 100%. Kwanza mimi za kwangu ni pongezi na faraja kwa ujumla, kwa sababu mwalimu wa shule hii ametoka kwenye kata ya Jaila, na kwenye kata ya Jaila alikuwa anafanya vizuri sana kuliko shule yoyote kwenye ile kata ya Jaila. Nimpongeze kwa kumkuta Kimbe nako anaendeleza uaminifu wake ule ule wa kupambana. Asante sana na kushukuru mwalimu Kapani. Ndugu zangu, awali ya yote kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametukusanya hapa tukiwa salama. Mimi niwapongeze kamati ya fedha, niwapongeze sana kuja kukagua jengo letu, maana siwezi nikasema mimi napongeza, hapana. Nawapongeza kamati ya fedha kuja kutukagua kwenye jengo letu, na imani kabisa jengo hili muda ulioanzia mpaka sasa mwalimu kapambana sana. Tumpongeze pia na mwalimu pamoja na kamati yake. Lakini pia ninaahidi kwamba msoma taarifa hapa kasema mpaka mwezi wa 5, lakini mpaka mwezi wa 3 nina imani bweni litakuwa limeisha. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru kamati, tunawashukuru sana. Baada ya miezi 3 tena ikiwezekana mfike mje mkague kwamba jengo limeisha. Mimi sina mengi ya kusema, asanteni sana. Mradi wetu huu wa bweni la wavulana ambalo litapokea watoto wa form 5 na 6. Lakini bweni hili lina vyumba 20 ambavyo vinatarajiwa kukamilika. Watoto hao ndio watavitumia katika eneo hili. Sambamba na hilo, lakini pia nishukuru kamati kwa namna ambavyo imeweza kutoa ushirikiano na kuweza kuhakikisha mpaka wanafikia katika hatua hii, na leo kamati ya fedha imeweza kuridhishwa na namna hatua ambayo hii ilivyofikiwa. Ni jambo jema sana, na ushirikiano wao umeonekana umeweza kuzaa matunda au umekuwa na tija. Lakini pia niseme jambo moja, katika taarifa hapa imezungumzwa figa imeonyesha ni milioni 130. Lakini tukiangalia katika ile sema vati ambayo inashikwa na serikali, jengo hili linakwenda kutumia milioni 109 tu. Karibia milioni 21 inakwenda kwenye kodi. Hii wataalamu tunaomba mtusaidie vizuri. Tukaangalia wakati tunataja sema diwani kwamba figa ukija ni milioni 130. Lakini tujue uhalisia wa ujenzi kutokana na calculation za kuondoa zile kodi inabakia milioni 109. Sasa hapa lazima tuone fedha hizi zote zinarudi tena serikalini. Sasa kama ule utaratibu wa kuweza kutumia local funds, lakini na kutumia utaratibu mwingine ule ambao unaweza ukapunguza hii kodi, angalau ingewezekana tungekuwa na fedha inayobaki zaidi, tungeboresha zaidi mazingira haya, yangekaa vizuri. Hata ya makorongo na maeneo mengine ambayo hayajakaa vizuri, ingewezekana ingeweza kusawazisha. Tuone wataalamu watushauri vizuri kwa mujibu wa kanuni na sheria na taratibu, ili jambo likikaa hili vizuri, nadhani miradi yetu mingi itakuwa inaonekana na hadhi nzuri, lakini itajengeka kwa urahisi pia hata kwa watumishi wetu. Lakini pia nimpongeze mkuu wa shule, amepambana. Wakati anapokea miradi hii ilikuwa inasuasua na mfumo ule wa NeST. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Mradi huu pamoja na mradi mwingine ambao tunataka kutembelea hivi punde kwa pale Vyadigo, lakini wamepambana wakishirikiana pamoja na kamati mpaka leo tunaona hali hii. Hili ni jambo la kushukuru, lakini baada ya kuyazungumza haya niwashukuru kamati kwa hili ambalo limeweza kuendelea na kuona jengo hili. Asante sana. Sasa unaweza ukawa unaandaa sare makisio kwamba tuweke vipi, unakuta kwamba sasa ukienda kwa utaratibu ule unakutana na hiyo milioni ngapi? 140. Sasa unafanyaje? Lazima ushushe ile iwe na standard inayofika pale. Sasa kinachofuata ni wewe wakati unaenda kununua sasa kwenda kubagaini na anayetaka kukupa huduma kwamba mimi hela nilionayo ni hii, kwa kwenye hela yangu hii unanisaidia vipi ili niweze kukamilisha jengo lako. Hapo ndio ambapo tunatofautiana, lakini BOQ haina tofauti na nini na fedha ambayo inaleta. Kingine material kupungua kule kunasababishwa na vitu vingi. Kimoja wapo ni ujazo hafifu wa kile kitu ambacho umeenda kuchukua. Kingine ni matumizi yasiyoendana na uhalisia. Cha tatu ni era ya kawaida ya mkadiriaji kwamba hapa nimekosea kidogo kwa asilimia ndogo.
Kwa hiyo hicho ndio kinachopelekea. Unaweza ukakuta lori linashusha mawe hapo, ukiangalia anakwambia ni mita cubic 4, lakini ukiyapanga, zamani walikuwa wanapanga vizuri, si kama mnafahamu, unaweka cube cha mita 1 kwa mita 1 kwa mita 1. Ukiajaza ile mawe unaweza ukakuta ni 3, lakini kule umenunua 4.5. Kwa hiyo mwisho wa siku unasema mawe machache, mchanga mchache, lakini mchanga mimi kwa urahisi wake nafahamu kwamba umeagizwa trip moja ya mchanga, unajua hapa ni kiasi gani cha saruji kitatumika kwenye ile eneo kwa ratio zile za kutaka. Kwa hiyo wanakamati wenzangu, sababu nyinyi ni wanakamati wenzangu, niwatie moyo hapo kwamba kazi yenu ya kwanza ni kwenda kubargain ili upate bei inayoendana na hela ulionayo, maana hela huna. Ukishafanya vile uhakikishe material yanayoletwa yana ujazo ule uliokusudiwa. Yaani kama ni lori limejaa, lisipojaa lazima itapungua. Hapo tumeelewana? Tumeelewana.